Sura ya 6. Tutaanza. Urafiki wangu na Deno ulizidi kuimarika kila uchao. Nilimshauri siku moja ahamie kwenye hema letu badala ya kuishi na watu asiowafahamu. Nilipomuuliza mama yangu kuhusu swala hilo, aliniunga mkono. Aliniambia nimlete nyumbani, tukaishi sote. Baada ya miezi kadhaa kupita, tulipewa vishamba vya kujenga nyumba za kuishi kwa muda. Mimi na Deno tulisaidia katika kujenga nyumba hiyo. Ilikuwa nyumba ndogo iliyokandikwa kwa udongo na kuezekwa paa la madebe. Sakafu ilikuwa ya mchanga. Muda ulizidi kusonga, lakini mama yangu hakupata afueni ya ugonjwa wake. Ugonjwa ulizidi kumulemaza hadi kufikia hatua ambapo shughuli ndogo ndogo za nyumbani zilimshinda. Kazi zote za nyumbani ziliniangukia mimi na Deno. Tulipika, tulifagia, tulifua nguo na kuosha vyombo. Deno hakutaka kujiunga na shule yoyote hata baada ya mzee Msambale kumshauri. Mimi niliendelea kusoma licha ya changamoto zilizokuwepo wakati ule. Siku nyingi Deno alikuwa akimsaidia mama yangu nilipokuwa shuleni. Mama alitokea kumpenda Deno sana. Alimpenda kama mmoja wa watoto wake. Jioni moja, mzee Msambale alifika kwetu kibandani. Mama alikuwa ameanza kuhisi nafuu kidogo. Angalau siku hiyo alikuwa anaweza kutembea na kujifanyia kazi ndogo ndogo. Karibu mzee Msambale, mama alimkaribisha. Mzee Msambale alionekana mnyonge kiasi. Sauti yake ilijaa majonzi fulani. Asante Zahara, mzee Msambale alijibu. Habari za kutwa? Kidogo nina nafuu. Angalau sasa naweza kuamuka na kula. Sio kama awali nilipokuwa siwezi hata kuinuka kitandani, mama alisema huku akijaribu kukaa vizuri kitini. Umepata habari zozote kumhusu mumeo Kadurenge? Mzee Msambale alimuuliza mama. Hatuna habari hizo. Tujuze, kwani alionekana? Mama alimuuliza. Mumeo amepatikana. Sasa yuko Doneka, ila chini ya ulinzi, Msambale alitueleza. Kadurenge pamoja na wengine wamekamatwa na jeshi la Umoja wa Mataifa kwa kuhusika katika ukatili na unyama. Anashukiwa kuhusika katika mauaji ya halaiki ya watu. Habari hizo zilinipa mshangao. Nilikumbuka maneno ya Deno aliyonieleza awali. Kusikia vile, sikuwa na sababu za kumtetea baba yangu tena. Nilimwazia mwalimu